maneno ya Sulemani ambaye alijaliwa hekima sana na ufahamu mkubwa sana wa kiungu katika maisha yake, lakini ni mtu ambaye alikuwa na akili. Ile akili ilimfanya awe na maisha ya uchunguzi. Sulemani alikuwa ni miongoni mwa watu ambao maisha yao yalikuwa ni maisha ya uchunguzi. Anachunguza, anajaribu maisha mbalimbali, maisha ya kupima, akijua, akiona hekima inamwambia jambo hili ni zuri, alikuwa analijaribu. Akiona akili imemwambia hiki kiko hivi, anajaribu. Amejaribu maisha mengi, amejaribu na kupima vitu vingi, na ndio maana ametunga mithali nyingi. Ukisoma hizi mithali kwenye kitabu cha Mithali, utaona na utagundua kwamba anaongelea vitu mbalimbali vinavyomhusu mwanadamu. Utagundua kwamba anatunga mithali ambazo zinamsaidia kabisa mwanadamu kuelewa hatua mbalimbali katika maisha. Haleluya. Na moja ya vitu alivyoviongelea, moja ya mithali aliyoitunga, akaisema alimwona mtu mwenye haki. Alimwona mtu mwenye haki kwa levels mbalimbali. Alimwona mtu mwenye haki namna ya kuishi kwake, namna ambavyo anaweza akawa, na akagundua mtu mwenye haki moja atafunikwa na kitu kinachoitwa nuru. Moja ya vitu Sulemani aliona mtu mwenye haki ni mtu ambaye maisha yake yanaambatana na mng'ao, yanaambatana na nuru. Na Biblia inasema ile nuru hung'aa gizani na wala giza haikuiweza. Haleluya. Oh, somebody sema amen. Kuishi kwa mwenye haki au maisha ya mwenye haki au njia za mwenye haki, Biblia imesema zimefananishwa na nuru inayofanya nini? Na nuru inayong'aa. Lakini mng'ao wake wenyewe, sema mng'ao wake, ni mng'ao ambao unaweza ukaanzia chini. Sawa? Unaweza ukaanzia chini. Kwa kadri unavyoendelea ndivyo unavyozidi kung'aa. Somebody sema amen. Ndivyo unavyozidi kung'aa na kung'aa na kung'aa na kung'aa. Kwa maana kwamba nuru ya mwenye haki, njia za mwenye haki au maisha mwenye haki yamefananishwa na nuru, haleluya, inayong'aa na tena ikang'aa. Bwana sifiwe. Na tena ikang'aa, haleluya, na tena ikang'aa mpaka ule mchana nini? Mkamilifu. Ule mchana mkamilifu ambayo nuru sasa haijachangamana na kagiza hata kidogo. Wangapi ameshawahi kuamka alfajiri ile saa 11 unaona kama kuna kanuru, si ndio? Kwa kadri inavyokuja saa 1 bado kuna kagiza. Ikishasogea, lakini ikifika mchana huu mkamilifu, umeona ile nuru inavyokuwa kali. Ndivyo maisha ya Mkristo Biblia inavyosema, kuishi kwake, kuenenda kwake na kuendelea kwake kutaongezeka zaidi na zaidi na zaidi. Alafu 84 ile Zaburi anasema mtu wa namna hiyo, kwa sababu nguvu zake zatoka kwa Bwana, hata akipita kwenye bonde la vilio, bonde la ukame, bonde la mashaka, anasema bonde hilo hulibadilisha kuwa nini? Kuwa chemchem. Haleluya. Hata lile bonde ambalo wengine walikaa wakalia, bonde ambalo hakuna mahali pa kukimbilia, bonde ambalo adui amesimama, liliitwa bonde la vilio kwa sababu hakuna mahali pa kukimbilia, hakuna mahali pa kujificha. Adui yuko kule ananiona, adui yuko kule ananiona. Bwana sifiwe. Ukame unatawala, pa kujificha hakuna, pakawa ni mahali pa vilio. Hata napofika mahali pale, lile bonde litageuka na kuwa bonde ambalo ni chemchemi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya ile nguvu ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Sema amina. Ule mstari wa 7 anasema huendelea toka nguvu hata nini? Hata nguvu.
hakuna kukwama, hakuna kusimama, ni mwendo wa kwenda mbele na kuendelea mbele. Ndio maana nilitangulia kuuliza, ni wangapi wanaona mambo yao yanasuasua? Ni wangapi wanaona mambo yao yamekwama? Ni wangapi wanaona mambo yao hayafanyi kazi? Kwa sababu itakuwepo neema ya Mungu ya kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akaniambia nilibariki kanisa kwa maneno haya kwamba mwezi wa 6 utakuwa ni mwezi wa kuvikwa nguvu kwa ajili ya viwango vya juu. Kiweza andika viwango vipya. Mwezi wa 6 kwa Gilgal, kwa mwezi wetu wa 6 utakuwa ni mwezi wetu wa kuvikwa nguvu kwa ajili ya viwango vya juu. Bwana Yesu asifiwe sana. God is going to take you to higher levels, kwa vile viwango vya juu. Umenielewa watu wa Mungu? Kuna neema ambayo Mungu anayekwenda kuiachilia juu ya Gilgal, ambayo neema hiyo ameiita nguvu. Nguvu ile ile ambayo inawakalia wenye heri na kugeuza nguvu ile iliyogeuza bonde la vilio ikawa ni bonde la baraka. Nguvu hiyo hiyo, sema hiyo hiyo, iliyobadilisha bonde la vilio, Bwana sifiwe, iliyogeuza bonde la vilio, iliyogeuza bonde la mashaka, iliyogeuza bonde la wasiwasi, ikafanya bonde hilo liwe chemchemi ambalo watu watatoka baraka hadi baraka. Mvua ya uvuli itakayokuja na kulivika baraka, kutoka baraka kwenda baraka, kutoka nguvu hadi nguvu. Hiyo nguvu ndiyo ambayo Mungu anakwenda kukuvika Gilgal, Bwana sifiwe, itakayo kusaidia sasa kukuingiza katika viwango vingine vya juu. Na viwango ambavyo havitakomea sehemu moja, ni viwango ambavyo vitakwenda vinaongezeka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kutoka tena na tena na tena. Bwana atatenda na kutenda tena na kutenda tena na kutenda tena. Bwana atakuinua na kukuinua tena na kukuinua tena na kukuinua tena. Bwana atasawazisha mbele zako na kusawazisha tena na kusawazisha tena na kusawazisha tena. Bwana atatengeneza mbele zako, atatengeneza tena na kutengeneza tena na kutengeneza tena, kwa sababu anakwenda kukuvika nguvu. Sema nitapokea nguvu. Sema ni mwezi wangu wa kuvikwa nguvu. Sema tena kwa nguvu, ni mwezi wangu wa kuvikwa nguvu. Nguvu za kunipeleka viwango vingine, ni mwendo wa kutembea viwango vingine, tena kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa jina la Yesu. Mtikise jirani yako, mwambie jirani yangu, hapata kuwa na kusuasua ndani ya mwezi wa 6. Hapata kuwa na kusitasita ndani ya mwezi wa 6, kwa sababu itakuwa ni kutoka mng'ao kwenda mng'ao zaidi, kutoka mng'ao kwenda mng'ao zaidi, kutoka viwango kwenda viwango zaidi, kutoka viwango kwenda viwango zaidi. Maana ni mwezi wa higher levels.